katika jina la Yesu aliye hai. Baba tunakushukuru. Amen. Baba tunakushukuru. Baba nakutukuza, asante. Bisai na majira haya Baba tunakualika ukaseme nasi katika jina la Yesu. Mioyo yetu ikapokee neno lako, tulipokee na kuliamini ili fanyike halisia kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba naomba na kushukuru. Wote wakasema amen. Wote wakasema amen. Nisikia amina yenye nguvu. Hata kama umeumizwa, sema amina mbele za Bwana, kwa maana Bwana ametukumbuka kutuvusha tena mahali tulipokwama. Kwa msaada wa nguvu zake tutasonga mbele tena. Waliotamani kutuona tunazikwa, tutawazika wao. Waliotamani kuona tumefeli, hatutafeli, watashangilia mafanikio yetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata kama unaumwa, hata kama unauguza, hali ni tete, nataka nikwambie kama we ni mteule wa Mungu, Bwana yu pamoja na wewe, maana amesema alipo mtumishi wangu na mimi niko mahali hapo. Na kama Bwana yu pamoja nawe, hakuna kitakachoharibika. Ni swala la wakati tu. Jamani amina. Jamani amina. Ni swala la muda tu, ushindi wako utapatikana. Kwa maana aliye upande wako, yeye ni mshindi zaidi ya washindi unaowajua wewe. Yaani ni kwamba mechi tulionayo kati yetu na shetani, refa ni wa kwetu. Anayeamuru hilo pambano ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo anaweza akaamua hata dakika ya 90 akatoa matuta, halafu tukapiga goli tukashinda. Si unaelewa ninachosema? Yaani hii mechi, huu uwanja aliutengeneza Mungu. Tuko kwenye hii dunia. Ni kweli maandiko yanasema mungu wa dunia hii ni shetani. Ni maandiko. Tuko kwenye hii dunia, mungu wa hii dunia ni shetani. Lakini huyo shetani hakuiumba hii dunia, lakini pia na yeye mwenyewe aliumbwa na nani? Aliumbwa na Mungu. Kwa hiyo tunapokuwepo hapa, mahali hapa ni vitani, ndipo maandiko yanatuambia. Yohana 16:33 anasema, ulimwenguni mnao dhiki, mimi nimeushinda, jipeni moyo, mtashinda. Kwa hiyo mahali hapa tulipo sio mahali pa lele mama sana, kwamba unaweza ukajikuta umenaswa kibao ukizubaa, lakini hiyo haimaanishi kwamba umeshindwa. Ukitambua nani aliyekuweka na nani aliyeutengeneza huu uwanja, ukagundua huu uwanja wa vita ni wa baba yangu na refali wa pambano ni baba yangu, kwa unakuwa unapigana huku una ujasiri mwingi. Jamani amina. Jamani amina. Sasa somo letu la leo, usiogope. Iliyopita si urejesho. Bwana ametupa neno tena, usiogope. Na neno hili ni kwa ajili ya watu waliookoka, wanaotembea na Mungu. Kama hujaokoka, hii ahadi ambayo tutaisoma humu inaweza isifanye kazi kwako ukamlaumu Mungu, kwa sababu hizi ni ahadi kwa wateule wake. Jamani amina. Jamani amina. Hii ni ahadi kwa wateule wake. Ameahidi ushindi. Na Franki, nitaomba uchukue microphone, utatusomea na mniwekee vizuri. Naona kama inapwaya sehemu hivi maiki. Nasikia sauti kubwa lakini kama haijajaa. Nataka hata wale wa mtandaoni wasiseme
Rekebisheni sauti, hatusikii vizuri. Yes. Katika jina la Yesu aliye hai. Naomba utusomee andiko letu litakalotuongoza ni Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa kwanza na wa pili. Aliyeko mbele yako ni mwinjilisti Ephraim Pasco. Nilikotokea ni hapa hapa, nilikookokea ni hapa hapa. Kwa usipate shida kuuliza faili la huyu jamaa. Sio kasema mhubiri leo kavaa jinsi na t-shirti, sikatoka wapi? Katoka hapa hapa. Jamani, amina. Amina. Katoka hapa hapa na neema ya Bwana ipo kutuhudumia. Isaya sura 43 mstari wa kwanza na wa pili, naomba tusomee. Neno la Mungu linasema, ndio, lakini sasa Bwana aliyekuhuruku, ndio, Yakobo, ndio, yeye aliyekuumba, Israeli, ndio, asema hivi, usiogope, ndio, maana nimekukomboa, ndio, nimekuita kwa jina lako, ndio, wewe u wangu, ndio, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, ndio, na katika mito haitahugharikisha, ndio, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Amina. Amen. Naomba ukae. Hilo ndilo neno la Bwana. Jamani, amina. Tungekuwa kule kwetu Katoliki tayari tunasimama, tunapiga, tunaondoka. Jamani, amina. Lakini kwa kuwa tuko huku inabidi tuseme kidogo. Misingi ya huku tofauti na kule kwenye dini yetu. Jamani, amina. Sasa nataka niseme kitu kimoja kabla sijafafanua hayo maandiko. Neno usiogope ni kitenzi kinachoelezea jina au nomino inayoitwa hofu. Sura nielewa ninachosema. Lakini pia neno usiogope ni neno ambalo linatia matumaini au hamasa juu ya hali inayokatisha tamaa, au kwa mtu aliyekata tamaa anatiwa moyo kwamba endelea mbele. Jamani, amina. Jamani, amina. Nimekwambia tuko kwenye dunia ambayo imejaa mambo mengi, kwa sababu mungu wa dunia hii ni Shetani, ambaye kazi yake ni kuleta taabu na usumbufu kwa watu wa Mungu ili wamkosee Mungu waende jehanamu. Neno hili usiogope kwenye Biblia yako limeandikwa mara 365, ikimaanisha kwamba hofu ndiyo silaha kuu anaoitumia Shetani kuwakosesha watu wa Mungu zidi ya kumwamini Mungu na ahadi zake. Wewe unasemaje? Kitu cha kwanza ukikutana na changamoto nini huwa kinakuja? Ukiumwa, cha kwanza unaanza kuhisi sisi nitakufa. Tayari hiyo ni hofu ishaingia. Huwazi kupona, uangalie zile ahadi za Mungu. Ukiona biashara imeyumba au ajira haiendi mambo sawa sawa, tayari unajaa hofu, sisi itakuwaje? Si ndio jamani? Hiyo ndio silaha kubwa, na ndio maana Biblia imetaja kitabu cha Ufunuo, waoga hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa sababu ukiwa mtu muoga hakuna utakachothubutu kukifanya. Ukiwa mtu muoga huwezi kuendesha chombo cha moto. Wote tukubaliane, hizi vurugu zilizoko barabarani, nani anatamani ambaye sio dereva akaendeshe mli? Kama sio kujitoa mwangu, unasema humo na mimi tutapambana. Jamani, amina. Jamani, amina. Yaani hii dunia ukiangalia biashara zinazofanyika, wewe unasubutu kuchukua mkopo wako au mtaji wako, unaenda nawe kufungua duka. Uone gani ujasiri wa kipekee? Yaani maduka yote yaliyopo unasema na mimi naenda humo. Nataka nikutie moyo hivi. Nyota ziko nyingi kule angani, lakini kila nyota imepewa nafasi ya kuangaza. Hata kama watafungua mtaa mzima utajaa maduka, na la kwako ukifungua wewe usiogope. Bwana akikusemesha kufanya biashara usiogope. Wewe kafungue, nyota yako itang'aa hapo hapo walipojazana. Jamani, amina. Hata kama waimbaji wamejaa kule YouTube, nenda kafungua akaunti yako na wewe anza kutupia nyimbo zako kule, na Bwana ataiangaza nyota yako na wewe utapata mashabiki. Jamani, amina. Amen. Na hapo nasema na wale waimbaji msihofie.
hata wale nimeona mmeanza kina Mama Nashwa, fungueni akaunti. Alafu bwana, kwa kuwa na rekodi hapa, baadaye mnamuomba tukatie vipande, mnatupia kule TikTok. Kwa sababu ni injili, ndio namna tunahubiri. Msiogope kwa sasa hatujachuja sauti hivyo, tunaanzia hapo. Tunaanza na tulicho nacho, tunasogea mbele. Jamani amina. Jamani amina. Usiogope hapo ulipo, anzia hapo. Tunaanzia na tulicho nacho. Sauti hiyo ambayo bado inakwaruza, producer hajainyosha, anzia na hiyo. Na Bwana atakutokea mbele ya safari. Mungu anatenda kazi na walioanza, sio ambao wanapanga. Hujaelewa nilichosema? Mungu hafanyi kazi na wanaopanga, anafanya kazi na walioanza kazi. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 28. Biblia inasema kadhalika Mungu hutenda kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema yote kwa ajili ya utukufu wake. Manake resources za Mungu, zile rasilimali za Mungu huwa zinatumika, Mungu anazitoa zitumike na ambao wanatumika walioko kazini. Mungu anakupaje pesa ya kufanyia mkutano wakati haujaenda kufanya mkutano? Bado umekaa nyumbani unawaza kufanya mkutano. Anakupaje hiyo hela? Jamani amina. Unajuaje kuogelea wakati hujaanza hujajitupa kwenye bwawa ukaanza kuogelea? Alafu unasema Mungu nipe neema ya kuogelea, alafu uko nje ya bwawa. Ingia kwanza mle, ukishaanza unasema Bwana nitie nguvu nisinywe maji nikafa mimi. Na Mungu ni mwaminifu, atashuka. Jamani amina. Jamani amina. Kwa hiyo Mungu anaposema usiogope mara 365, maana yake kila siku hili neno unatakiwa kulikumbuka kwenye kile unachokifanya, unatakiwa usiogope. Amen. Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Na tunapoambiwa usiogope, maana yake kuna hofu. Kuna hofu inayoachiliwa kutoka kwa adui kile itwapo leo. Kuna kitu unaweza kukiwaza kuanza kukifanya, Mungu amekusemesha, lakini unajikatisha tamaa mwenyewe. Kuna watu hapa mmekuwa mnawaza mambo makubwa. Leo nilikuwa naongea na mtumishi mmoja asubuhi. Nikamwambia Mungu anaongea na sisi sana kwa njia ya mawazo mazuri. Ukiona kuna wazo zuri umelifikiria, hilo sio la kwako, ni linatoka kwa Mungu. Shetani hajawahi kukuwazisha mambo mazuri wewe hata siku hii. Ukaona wazo limekuja, saa hizi fungua biashara. Hilo ujue linatoka kwa. Sasa anza kulichakata, uulize sasa Mungu nafunguaje? Unaambiwa nenda kawaombee wagonjwa. Kweli kuna shetani wa kukwambia nenda kaombee wagonjwa? Anza tu kuwaza, okay, wagonjwa wako wapi? Niende hospitali gani nikaombe? Sio swala kwanza kusema hili wazo sio la Mungu. Hakuna wazo la shetani lililo jema siku zote. Mawazo ya shetani ni mabaya. Unanielewa ninachosema? Shida yetu walokole, tunasubiriaga mpaka usikie yes mwanangu, sasa ninakutuma ukaombea wagonjwa. Ila kasauti kakija, saa hizi unatakiwa ufungue bendi ya kuanza kuimba. Unasema hii roho ya kujitenga hii. Sasa issue ni wazo. Pima ujumbe uliopokea ni wa kukutoa kwa Mungu au wa kumletea Mungu utukufu. Kama ni wa kumletea Mungu utukufu, naomba uchukue hatua uanze. Unanielewa ninachosema? Anza. Shida huwa tunajikatia. Unasema umepata, natakiwa nifungue kiwanda cha matofali. Sasa unaanza mashine milioni 6 mimi nazitoa wapi? Likubali kwanza wazo, liandike chini, afu anza kuliombea. Mungu atafanya njia pasipo na njia. Jamani amina. Jamani amina. Nikipata kibali nitakushuhudia yale mambo Mungu anafanya. Mimi kuna muda naweza nikaletewa wazo, halafu nikianza kulitekeleza unashangaa mlango unafunguka wenyewe. Unaelewa ninachosema? Ila hofu, shetani anatujaza hofu sana ili tusipige hatua tukamwamini Mungu na tukamwona Mungu kwa utukufu mwingine. Sasa neno tumesoma, wakati huu ni Mungu alituma ujumbe kwa taifa la Israeli. Jamani, tunakumbuka Mungu alilichagua taifa la Israeli kulifanya kuwa mbegu, kuwafanya kuwa wamishonari wa ueneze wokovu, waeneze habari njema za Mungu kwa mataifa yote.
Sasa wakati wamepitia changamoto, wamepelekwa utumwani, wako Babeli, Mungu anaamua kuwakumbuka, anamtuma Isaya kwenda kuwatia moyo. Anawaambia kwa habari ya taarifa niliyokuambia ya kwamba nitawaokoa na mikono ya maadui zenu. Nawaambia hivi, msiogope, kwa maana hata kama mtapita kwenye maji mengi. Anaposema maji mengi, anaongelea lugha ya picha kwamba ni changamoto nyingi. Hata kama mnapitia changamoto nyingi, bado mimi Bwana Mungu wenu nitawashika kwa mkono wangu wa kuume, wala maji ya mto hayatawagharikisha. Jamani, amina. Wangapi wamewahi kuona mto unaotembea, mto uliofurika? Hata mto Msimbazi hatujawahi kukuta umejaa, maana mtasingizia wa mikoani, lakini Mungu ametupendelea Dar es Salaam. Tuna mto mmoja hatari sana, ukijaa enzi hizo daraja lile halipo, watu walikuwa wanalala, wengine walikuwa wanatumia fursa ya kwenda kulala kwa michepuko. Mvua ikinyesha wanapata kasababu. Uongo kweli? Wakazi wa kule ng'ambo walikuwa wanaitumia pia fursa hiyo, ila saa hizi ukiitumia ni muongo. Kuna madaraja haya la tatu, unaweza kwenda kupita kule Kinyerezi ukazunguka ukarudi kwako. Hata siku zile bado tunaona ilikuwa tu ni sababu za kutafuta kutoenda nyumbani, kwa sababu wangeweza kupita kule Majumba Sita Kinyerezi unarudi hivi. Jamani, amina. Mwenda kwao sio mtumwa jamani. Hata kama saa 8 usiku si unaenda kwako. Vilikuwa tu nadhani visababu eti nimelala Gongo la Mboto, unajua mto umejaa, hamna namna. Anyway, tuache na sababu zao na Mungu wao. Ila nataka nikwambie, ule mto ukijaa pale unaogopesha vibaya mno. Lakini Biblia inasema upitapo katika maji mengi usiogope, nitakushika kwa mkono wangu, nitakuokoa, maji hayatakugharikisha. Hili neno linamaanisha hata kama utapitia shida nyingi, kama wewe ni mtoto wa Mungu, unachopaswa ni kukumbuka usiogope. Bwana yu pamoja na wewe. Mungu atakusaidia. Atakusaidiaje? Yeye anajua. Sasa Kalili amesema atanishika mkono. Mkono wa Mungu na mambo mengi. Anaweza akatuma waogeleaji, anaweza akatuma msaada, kwa sababu itategemea na shida yako unayopitia. Kama ni shida ya kiuchumi, Mungu atatuma wafadhili. Kama ni shida ya kiafya, Mungu anaweza asikuponye kwa maombi, akakutumia daktari akakuponya, akakutibu ukapona. Jamani, amina. Jamani, amina. Kuna watu wameaminishwa kwenda hospitali, uliyookoka ni dhambi. Jamani, kuna uponyaji wa aina nyingi, tungekuwa kwenye hilo somo. Kuna uponyaji wa kibiolojia, jamani, amina, na uponyaji wa kiungu ambao ni wa direct. Mtu anaumwa hapa malaria au anaumwa ukimwi, wanabandika mkono, anapona hapo hapo. Na mwingine Mungu anaruhusu mpaka atumie dawa. Zote ni mbinu Mungu ameruhusu zitumike. Jamani, amina. Jamani, amina. Kwa mtu asikunyong'onyesha akakwambia huna imani kabisa, unakaa hospitali huna imani. Hapana jamani, hapana, asikunyong'onyeshe hivyo, na sianze kukuaminisha viwango ambavyo havipo. Amen. Sasa anasema, alipotusomea mtumishi wa Mungu ule mstari wa 2, hata utakapopita kwenye moto, Mungu hataruhusu uteketee, hata nguo zako hazitaguswa na miali ya moto. Maana yake anaonyesha hata kama hiyo hatari inalinganishwa na moto, bado huo moto Mungu ataunyamazisha, hautakuzuru. Na uthibitisho wa hili andiko, tunakumbuka Meshaki, Shadraki na Abednego walitupwa kwenye tanuru la moto, na Biblia inasema Mungu aliwaokoa na ule moto, na baada walipotoka kwenye ule moto, wala nguo zao zilikuwa zinukii moshi wa ule moto, na Mungu aliwatetea. Jamani, amina, amina. Jamani, amina, amina. Ziko hatari nyingi, hujawahi kuona mnapata ajali, gari zima wanateketea, halafu wewe mwenyewe mwamba unatoka na kung'uta tu vumbi. Bwana amekutoa. Ikawa hivyo kwa jina la Yesu aliye hai. Pale ambapo magumu yatatokea, hata kama wote watateketea, wewe Bwana kuchomoe, maana wewe ni masihi wake. Jamani, amina, amina. Hata kama biashara za wote zitakufa, wewe ya kwako ikasitawi katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama wagonjwa wote mliolazwa nao pale hospitali
watazidiwa na kufariki, lakini mgonjwa wako Bwana akamnyanyue kwa mamlaka ya jina aliye hai, la jina la Yesu aliye hai. Maana wewe ni mtumishi wake, ulipo wewe na yeye Bwana yupo, na yeye ni Bwana wa ufufuo. Akafufue yale ambayo yanakufa kwenye maisha yako. Ndoa inayotaka kufa Bwana ifufue, biashara inayotaka kufa Bwana irejeshe tena, in the mighty name of Jesus. Afya inayotaka kufa Bwana irejeshe. Bwana, kazi iliyo na changamoto, wako wenye ajira za changamoto, Bwana kaingilia kati, Bwana kakutetee, Bwana kakuinue tena, in the mighty name of Jesus. Rapa shaka rima masaya. Kuna watu mmekata tamaa, mmekaa hapa na wengine mnafuatia kwa njia ya mitandao. Bwana amenituma kwa neno hili ya kwamba usikate tamaa. Wewe unayemtumaini Bwana usiogope, kwa maana yeye Yehova atakutetea, atakutetea. Hiyo hatari walioinua kwako Bwana wanakutafutia ushuhuda. Unasema nasema nini? Rapa sheke. Zaburi sura ya pili. Zaburi sura ya pili. Nataka nikuonyeshe kitu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kuna huu wa macho ya damu na nyama, kuna ulimwengu wa roho. Kuna mtu unaweza ukawa unakaa naye hapo, mwingine yamkini hata ibadani anafika, lakini huyo ndiye anatumika na adui kuhujumu maisha yako. Nasema naongea nini? Kamuuliza Ayubu sura ile ya kwanza. Biblia inasema alipojihuzulisha mbele za Mungu na shetani naye alipenyeza katikati mle. Tunaweza tukawa hapa wote tunania, wewe unafikiri tunaomba, kumbe jirani yako aliyekaa naye ni ndo mchawi wa maisha yako. Mwangalie jirani yako, muuliza, au ndo wewe ni unayekwamisha mambo yangu? Hatujui bwana mambo. Tuna ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa kiroho. Kukwamisha mambo ya mtu sio lazima ukaloge usiku upige manyanga. Wengine ni maneno machafu kama ya kina Tobia na Sanibalati. Unaanzisha huduma, anaanza kukusema huyo mtu wako aliyetaka kukutia moyo. Unaanza biashara kidogo kidogo, anasema biashara gani? Yaani vilita viwili ndio unaanzisha biashara ya juisi. Anaanza kukatisha tamaa. Huyo ni mchawi wa maisha yako. Yaani ukimsikia hata kama ni mtumishi mwenzako, mkemee kwa jina la Yesu. Hayo ni maandiko, usiogope. Shetani Yesu alimkemea Petro mwanafunzi wake baada ya Petro kuongea vitu vya mawazo ya kishetani. Akamwambia shetani, wewe rudi nyuma, kwa sababu alichokiongea kilikuwa kinakwamisha utukufu wa Mungu. Unanielewa ninachosema? Unajua ukisimamia kweli ya Mungu utagombana na watu wengi, na ni vizuri ili ubakishe watu wazuri wachache kuliko jizungushie marafiki wengi. Sulemani anasema ambao wengi wao watakuangusha. Zaburi sura ya pili ni kuonyeshe. Wewe umekaa hapo unawaona watu, kuna watu unawaona sio watu. Hujanielewa? Kuna watu wamevaa mili ila sio watu. Ni mashetani yametumwa kuja kuharibu maisha ya watu. Ngoja nikuonyeshe. Biblia inasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga, nisikilize, na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Sikiliza, kuna wafalme wa dunia hii. Kuna watu mahali fulani wamekaa. Kuna wafalme kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa biashara, kwenye ulimwengu wa kiroho, wanakaa wanamjadili Bwana pamoja na Masihi wake. Tunaposema Masihi ni mpakwa mafuta wa Mungu, ambaye ni mimi na wewe uliyeteuliwa ukazijua siri za Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Unanielewa ninachosema? Kuna watu wameketi mahali fulani wanamjadili Bwana wako pamoja na wewe mwenyewe, wanakujadili pasipo wewe kukushirikisha kwenye vikao vyao kule vya siri. Wanajadili nini? Unadhani wanakujadili mema? Wafalme wa dunia hii wanakujadili kukuharibia maisha yako. Sasa sikiliza,
Kwa nini Mungu anasema usiogope? Anasema hivi mstari wa 3, na tuvipasue. Sasa tukishagundua wao wanafanya vikao kule, sisi na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Viko vifungo wanapojadili, viko vifungo wanavitamka vya kufunga maisha yetu, na ziko kamba wanazifunga kwenye hatua zetu za maendeleo, yawe ya kiroho, yawe ya kiuchumi, yawe ya kifamilia. Sasa tukishagundua kuna watu wanakaa vikao kwa ajili yetu kutuharibia maisha, na tuvivunje vifungo vyao katika jina la Yesu. Tunavunja hivyo vifungo vyote ambavyo wanafunga afya zetu, uchumi wetu, ndoa zetu, tunakata kwa jina la Yesu aliye hai. Wanapofunga hayo mafundo, wewe ujui huo uchawi. Hujaona watu wanaloga kwa kufunga mafundo kwenye kanga? Wanakuibia nguo yako, wanaenda wanafunga yale mafundo, anafunga huko, ananuiza asipige hatua. Unashangaa, unaanzisha kila biashara inakufa, kila wazo unaanzisha mali unagairi, unaishia njiani. Wenzako walikufungia mafundo. Hayo mafundo tunayapasua kwa jina la Yesu aliye hai, kwa sababu tunaye Bwana wa vita, Mungu mwenye nguvu, Baba yetu anayetupenda, asiyependa kuona tunaonewa. Jamani, amina, 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 amina. Tunapasua hayo mafundo. Waliofunga tusizae, tunayapasua. Waliofunga tusio na watoto wanaoeleweka, watakaofanyika msaada kwetu kwa jina la Yesu aliye hai. Rapashaka. Hayo mafundo ya afya, magonjwa aliyotuletea, tunayapasua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na hizo kamba walizotufunga tusipige hatua kwenye huduma zetu, kwenye uchumi wetu, tunazikata katika jina la Yesu aliye hai. Sina katika ulimwengu wa roho. Wetamka kwa imani, tunazikata kwa jina la Yesu. Sisi hatukati kwa visu na mapanga. Silaha zetu zinaweza katika Mungu kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Tukisema tunabomoa, vitu vinadondoka. Jamani, amina. Tukisema tunachinja, vitu vinachinjwa, kwa maana Bwana anazo silaha kwenye ghala lake. Anasema anazo panga, zinakata kuwili huku na huku. Mapepo wanaelewa. Wewe tu kwa sababu hujawahi kuliona hilo panga la Bwana. Silaha zake ziko huko za nyuklia. Akishuka kwenye vikao vyao, akapiga boom moja, wanatawanyika. Wanasahau walikuwa wanamjadili nani. Kulikuwa na safari. Wewe niwaambie kitu, mimi niko maofisini huko. Inaweza ikapangwa, hasa kwa nyinyi watu wa serikali, inapangwa safari zenu huwa zina hela. Mtu anaweza akaenda safari moja. Dada mmoja alikuwa anafanya neti TAG pale, anajitolea kama mimi tunajitolea. Juzi kapata tu kazi TRC hapa. Anamwamini Mungu, anasali pale TAG Kinondoni. Tulikuwa tunatiana moyo, twende tujitolee. Malipo yetu yalikuwa ni nauli shilingi 2000. Usione hivi leo Bwana anatuvalisha hata t-shirt la 10,000. Hatukuwa na uwezo huo jamani. Bwana ametutoa mbali. Malipo yalikuwa shilingi 1000 ngapi? Mwanaume nina degree nimeweka kichwani. Nauli hiyo ya kwendea Ubungo na kurudi hapa. Malipo ya ziada ilikuwa ni msosi wa asubuhi na mchana. Sasa ukiwa umefunga, ndo maana yake hiyo posho siipati hiyo siku. Huwezi kusema nipeni nibebe kwenye mkoba nirudi nao kwa. Sasa amepata kazi juzi TRC hapa, akapelekwa Dodoma. Mwezi wa 9 wakapata safari ya kwenda mafunzo China, namna ya kuendesha reli ya kisasa. Amefika kule, safari ya miezi 2. Unaona Bwana anapotokea watu. Ndio maana nimekwambia refa wetu ni Yesu. Yeye akiamua muda wote ushindi unapata, linatengwa tu hata dakika ya mwisho. Sisi tunashinda, tunachapa laba. Jamani, amina. Jamani, amina. Sijuzi mko mnalalamika AFCON imeisha juzi. Paka Senegal wanatia mpira kwa pani. Ndio hiyo faida ya kuwa na refa wa kwako. Watu watatia mpira kwa pani. Na mwaka huu 2000 na ngapi? 26. Tunatamani mpaka shetani aweke mpira kwa pani.
kwa sababu refa wetu atakuwa upande wako. Refa wetu ambaye ni Yesu Kristo atakuwa upande wetu. Atagawa kadi za njano, kadi nyekundu kwa wafuasi wetu maadui mpaka wachanganyikiwe. Kama ni bonus huko ofisini zitazidi mpaka watachukia, watanuna, watapasuka. Kama ni kwenye biashara, wateja atawaleta mpaka watakununia, wataloga afu wavilogeki. Sikiliza, ofa zitakuwa nyingi mwaka huu mpaka waseme basi yatosha, tunaweka mpira kwa pani tuondoke. Nisikilize, na hiyo haitatokea hivi hivi. Wale wachezaji walitia mpira kwa pani, haimaanishi jasho lilikuwa halivuji. Utakuwa ndio kuna muda umepitia mapambano. Hata kama familia yako imeanza mwaka kwa mbilinge, usiogope jamani, amina. Anayekuhubiri mwenyewe nimekionja cha moto mwanzoni mwa mwaka, lakini sijakata tamaa. Naona huu mwaka ndo wenyewe ninatoboa mimi. Huu mwaka mpaka mwakani mimi ndo nitakuwa nimetoboa, kwa sababu nikianza na changamoto, maana huu mwaka ni wa baraka nyingi sana. Ukilianza jambo la kimungu afu likawa na upinzani, kwa sababu mwaka alinipa Mungu, asingeruhusu niwepo kama haukuwa mwaka wa kwangu. Kama ni wa kwangu, shetani analeta sui magonjwa, analeta sui nini, vipingamizi. Maana yake huu mwaka ndo wa kutoboa. Hapa na koma mpaka kieleweke jamani, amina. Sasa nisikilize, kwenye ile mechi ya Senegal na nani na Morocco, kuna somo la kiroho pale ujifunze, kwamba Bwana akikupangia ushindi, hata wafanyeje, hata my friend, ushindi utakuwa wa kwako. Unanielewa ninachosema? Morocco walinunua refa, wakanunua wapi? Yaani shetani hata kama atakuwa amenunua waganga alfu, sisi na imani yetu kwa Mungu na utakatifu wetu tunatoboa na kuambia dakika za jioni tutapiga goli moja kali, halafu tunatokea 2027 tukiwa tunaimba haleluya hosana, Bwana ni mwaminifu jamani, amina, amina. Kwa hiyo yale magumu utakutana nayo njiani au umeanza nao mwanzoni mwa mwaka, yasikuaminishe kwamba mechi imeshaisha. Hapana, haishi mpaka iishe. Na sisi inaisha na ushindi, kwa sababu upande wetu refa mkuu ni wa kwetu. Unanielewa? Acha wao lanzimeni ni wa kwao, yule anayebadilisha wachezaji ni wa kwao. Sisi ni yule aliyekaa katikati. Hata VAR wakimwambia kasome kule ilikuwa offside, anasema hapana, tuendelee, hilo ni goli jamani, amina. Jamani, amina. Sio, unanielewa ninachosema? Natumia huo mfano nielewe haraka, maana kuna watu wa Simba na Yanga hapa. Jana kwa nasikia usiku nimelala, nasikia makelele. Baadaye nauliza kuna nini? Wasa kuna watu wako si Morocco wanacheza. Na sijajua nini kilitokea. Naomba usikilize hili somo hata kama ulifungwa jana. Naomba wewe focus na aliyefungwa ni ile timu. Haukufungwa wewe. Amen. Amen. Unanielewa ninachosema? Sikiliza mstari wa 4. Ndio ninapofurahia. Kwa nini tufurahie? Refa wetu sisi ameshatupa ushindi. Anasema hivi, yeye aketie mbinguni ambaye ni Mungu anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Sikiliza, pale ambapo wamefanya vikao wanatujadili kuharibia, yeye aketie kwenye kiti cha enzi, yeye aliye baba yako anawacheka, anawacheka, anawacheka hao watesi wako, kwa maana riba shaka anawacheka. Wamesema utaolewa, anawacheka, maana ameshaandana harusi yako tarehe anaijua. Hata kama ukafukuzwa kazi, kama Bwana yu pamoja nao ameruhusu, ujue ni kama wamempiga teke chura kuelekea kwenye maji. Ndipo Bwana wanakusukumia kwenye fursa kubwa zaidi, wanakusogeza kwenye neema kuu, kwa maana Bwana anawacheka, anawacheka, anawacheka jamani, amina. Ngoja nikupe ushuhuda. Bahati nzuri Mungu mara nyingi jumba anazonipaga kuhubiri waga ameshanifundisha mapema. Nilitoa duka langu la dawa, nilitoa Chanika nikalihamishia Ulongoni, pale Ulongoni B, karibu na ofisi ya serikali za mtaa. Tumefika pale kuna Ulongoni Pharmacy, mnaijua?
ipo hapa Ulongoni B Pharmacy, mnaijua watu wa kule, iko barabarani. Kumbe ile ni ya watu, ni ya mheshimiwa mmoja wapo ambao ndo wanatoa vibali. Unanielewa ninachosema? Kwa mbuzi alienda kufia kwa muuza supu. Nilivyofuatilia vibali nikaambiwa bwana huko karibu sana, sui nini, kakaenda kakarudi. Baadaye yule bwana akaniambia ukweli, yule famasia wa wilaya akasema, bwana mdogo, sikiliza, unaiona ile famasi wale wenyewe wa makao makuu wanaojadili na kutoa vibali ndio mwenye nao, kwa hataki kiwingu hapa. Naelewa ninachosema? Kiufupi ilibidi nitafute site nyingine ndo kuelekea Kibiliko. Naelekea kule sielewi inakuwaje. Kwa haraka nikwambie, nilipata hasara ya $1.5 million. Kwa sababu kuna aluminium zilibidi zivunjwe kwa sababu milango inatofautiana. Vingine vilivunjika wakati vinahamishwa, kulipa kodi upya, kutafuta tena vibali upya, kuwaita wale watu wa halmashauri kuja kufanya tena ukaguzi na nini, lazima wape posho. Kwa nilipoteza 1.5, lakini nikamshukuru Mungu. Nataka nikwambie kule nilichokuwa nakiuza kwa siku na ninachouza huku ni karibu mara 10. Jamani amina. Jamani amina. Kwa hiyo wanaweza wakakuletea misukosuko, kumbe wanakusukumia kwenye fursa. Na pale umeona kuna frame mpya tena zinajengwa. Pakijaa pale, si wateja ndo hao wateja, si wataumwa. Japo siwaombei, ila si wataumwa ndo hao wateja. Center inachangamka. Ikichangamka itanikuta pale, mimi ndo mwenyeji pale. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine na mimi. Ni maombi yangu kwa mshirika wa hapa, Bwana asikupite. Anapoinua wengine kuinue. Tunatamani hapa tuwe na mamilionea, mabilionea wawepo hapa. Tunatamani hapa kuwa na watumishi wenye nguvu wa Mungu, waimbaji wakubwa, wahubiri wakubwa watokee mahali hapa katika jina la Yesu aliye hai. Kwenye kila sekta tuwe na majianti mahali hapa. Bwana asikupite anapoinua wengine. Tukitaja ndoa zenye amani, ndoa nzuri, na hapa ziwepo. Harusi zenye viwango, na hapa na sisi tuwemo. Kwenye kila eneo Bwana tukumbatie na atuvushe, maana yeye ni ngao na ngome yetu. Jamani amina. Jamani amina. Wangapi wanamuelewa Mungu wao? Usiogope. Usiogope hizo changamoto unazopitia, wanakutengenezea ushuhuda. Unaona, mimi ningeogopa kufanya biashara, ningerudisha mpira ndani. Lakini amua kula hasara, twende mbele. Na Bwana atanitokea tu, hawezi kuniacha hivi hivi. Kwa ukimwona mtu amefanikiwa katika njia halali, umheshimu sana. Unanielewa ninachosema? Hata anayefanya kazi, sio anayefanya biashara. Huko kazini muda mwingine, unajua tunaishi kwa mawazo ya watu, si ndio? Unapangiwa muda wa kuamka uende kazini, muda wa kutoka, muda wa kusafiri, uache familia. Hiyo yote ni ugumu. Kwa ukimwona mtu ametoboa maisha katika njia halali, mheshimu sana. Mheshimu sana. Usise bora wewe umeajiriwa, ulisoma. Hamna maisha, hamna cha aliyesoma. Biblia inasema bahati, wakati na bahati huwapata wote, haijasema waliosoma. Wewe endelea kujikatisha tamaa mwenyewe. Wewe chukua hatua za imani, usiogope, ukiamini Bwana yu pamoja nami, nitatoboa. Amen. Naomba nikusomee maandiko kadhaa. Maandiko kadhaa ya kunyanyue, yanyanyue hasira ndani yako, ya kuchukua hatua na kumkabili adui shetani. Biblia inasema Biblia inasema hivi, kitabu kile cha Isaya, naomba unisomee sura hiyo 43 mstari wa 18 na wa 19. Naomba unisomee haraka Frank. Tusomee hapo watu wapate hasira.
Isaya 43:18. Sasa kabla hujasoma, naomba uandike kichwa cha kinani kifuatacho kwamba kwa nini tusiogope. Tusiandike hizo point, nitakuwa namaliza tukaombe tuende na mambo mengine. Point ya kwanza ambao andiko lake ndio hilo analosoma ni kwamba Mungu yupo pamoja nasi kutusaidia. Kwa nini usiogope? Ukiona hofu imekuja, jiambie Mungu yupo pamoja nami kunisaidia. Isaya 43:18. Soma. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, msiyakumbuke mambo yaliyopita, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Wala usitafakari hayo machangamoto nao uliyoyapitia. Tazama nitatenda neno jipya, nitafanya jambo jipya kuanzia sasa. We are speaking now. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Hautajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani, kula ambako hamnaga barabara, na mito ya maji. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema saa hizi tunapolisoma hili andiko, naweza kuwa ninaongea na mtu ameumizwa sana kwa habari ya changamoto unaoipitia, mambo ya kifamilia, mambo ya uchumi, mambo ya kiimani na mambo kadhalika na kadhalika na kadhalika, lakini Biblia nasema hivi, Mungu wako anakuambia usiangalie hayo. Nataka muangalie Bwana ya kwamba sasa hivi ukimwamini anaweza kufanya njia nyikani, anaweza kufanya kijito cha maji hata kule nyikani ambako kuna ukame, hakuna mto wala bahari. Maana yake yeye ni Mungu wa yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu wala kwa sayansi. Jamani, amina. Jamani, amina. Mnanielewa nachosema? Maana yake anaweza kafanya kijito cha maji kule nyikani, sehemu ambayo yani we ukwalifai, huna vigezo vya kukaa. Bwana akakupa vigezo, akakupa neema ukaketi. Ugonjwa ambao madaktari wamekukatia tamaa, wanasema kwa huu ugonjwa huwezi kupona, na research zipo zinaonyesha watu wa kansa huwa hawaponi. Nataka nikutangazie katika jina la Yesu, kimwamini Bwana, kansa si kitu mbele zake. Kama anaweza kutengeneza mito jangwani, kansa ni kitu gani mbele za Bwana? Niwekee maiki vizuri ninapoelekea kumaliza. Nisikilize nikwambie, kuna mambo unaona giza. Kuna mtu haelewi hata tunaposema sasa nisiogope, mbona uchumba umeharibika, mchumba ameniacha. Nisikilize nakwambia, God is in control. Anaweka mambo sawa, anafix mambo yakae vizuri. Swala sio mchumba kuondoka, swala ni kwamba utaolewa wakati wa Bwana ukifika, katika jina la Yesu aliye hai. Unanielewa nachosema? Mungu anatangaza mwisho mwanzoni. Yeye yuko concerned na mwisho. Ndio maana anasema heri mwisho mwema. Unanielewa nachosema? Mtu anaweza kaanza ovyo ovyo huku mkamcheka, si unaimba li sauti gani hilo? Wewe naye mahusiano yako yana kifafa. Mwamba akatoboa na ndoa nzuri sana kuliko nyinyi mliojidai mlikuwa na mahusiano yenye afya. Nina dada yangu huyo ameolewa na miaka 35. 2019. Tumetumika naye kasfeta, tumetumika dada wa watu akamaliza chuo, akawa mwalimu shule moja huko Tegeta. Fundisha. Wanakuja, unajua siku hizi tuna vijana wa ovyo sana, sema wa ovyo sana. Baadhi yao, sio wote. Wanataka wahongwe na mabinti hela. Walikuja wachumba hadi wa aina hiyo, wanakuja tu, kumbe wameletwa na kamshahara, wanachuma. Unaona Yesu, wengine watajisogeza kwa sababu ya kamradi kajuisi. Anywe tu au anapata viofa vya juisi. Shituka mapema. Mimi nakwambia wakimaliza kunywa hizo juisi wanakukimbia, hawakuoa. Si walimlia ndugu yangu, wakawa kamshahara na wakatia kidogo, matokeo yake uchumba mtu anakula kona. Sasa ilifika mahali akatangaza msimamo, akasema sasa nisikilize, mimi nitakuwa mtawa wa Kipentekoste. Kama kuna watawa wa Kikatoliki, mimi nitakuwa mtawa wa Kipentekoste
nitatumika tu kanisani basi mpaka Yesu atakaporudi. Amekula msimamo huo. Bwana ni mwaminifu, akamleta jamaa mmoja, injinia wa benki ya NMB, naye amepigwa mateke huko. Akaja Bwana akawakutanisha. Ninapoongea wana watoto wawili, na yeye alishapata tena na ajira serikalini akapata, na wanandoa moja ya amani sana. Na kuna watu walikuwa wanasema huyu hawezi kuolewa, umri umeenda. Walienda kuhudhuria engagement yake, si nilishawahi kuambia. Alivikwa pete ya Tanzanite, madini ya Tanzanite, engagement. Wote wakashangaa. Ndivyo Bwana atakapowashangaza watesi wetu. Pale Bwana atakapotutoa, watesi watashangaa. Mbona tulitega huyu jamaa kwame? Imekuwa kuwaje? Kiwezekana wape kadi ya adabu kama unawafahamu. Bwana aketie kwenye kiti cha enzi anacheka. Na andiko lingine linasema hivi, furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Yaani Mungu akifurahi sisi tunatiwa nguvu, kwa maana ametulizia. Mungu hawezi kufurahia wewe. Akikufurahia wewe, maana yake wewe ni mteule wake, na akikufurahia hawezi kuruhusu ulie. Unanielewa nachosema? Mtoto anayependwa na baba yake, huwa baba yake haruhusu ampige mtu, wala aonewe, wala shida ndogo za 200 zimsumbue. Unanielewa nachosema? Sasa baba yetu ni kila kitu kule mbinguni. Badilisha mtazamo mwaka 2026 unapomwabudu Mungu. Naomba umwabudu ukijua unaye baba mwenye uweza, atakaye kupigania nyakati zote. Mchumba anaweza akakukimbia ukiumwa. Mimi nataka nikwambie, kati ya kitu nataka mlioko kwenye mahusiano, mlioko kwenye ndoa, sisi tulishachelewa. Tulishakula kiapo katika mabaya na mema. Nataka niwape siri. Wale ambao mpo kwenye mahusiano, nataka ujue huyu jamaa au huyu mdada kweli ananipenda. Omba au jifanye umepita kwa changamoto ngumu, halafu uone kama atasimama na wewe. Hiyo nimekupa kodi kutoka Zion. Umwa hata mwezi mzima. Halafu uone kama jamaa ataenda kula commitment, aseme mimi hivi tu. Mwambie hapa nimeandikiwa na daktari nataka kukatwa mguu, sio itakuwaje siku ya harusi yetu. Halafu usikie jamaa atakacho kujibu. Usikie umesema? Nisema daktari amesema kuna kidole huku ninatakiwa nikatwe. Kama alitumwa na unafikiri nachekesha? Watu tunasalitiana kwenye ndoa huku ni vyetu viapo. Sasa itakuwaje? Hujaona watu wanaacha waume zao au wake zao? Wewe unamwona mke wa Ayubu unamchukulia poa mnamchekaga. Kuna wakati mambo yanafika hapa. Mwambie nina siko seli, nitatakiwa kuwa naongezwa damu. Alafu wakati huo ulishajua grupu damu yake kwa wewe, na namshukuru Mungu nilikupata wewe. Kwa nitakuwa ninapata blood donor nyumbani. Alafu uone jamaa atakavyoshtuka. Kwa mimi nitakuwa naongeza damu kila mwezi. Kama hakutumwa na Bwana anakula mbio mapema, na kisha kula mbio wewe mshukuru Bwana. Mwambie kumbe ni nyang'ao alitumwa kwangu. Nenda zako kwa jina la Yesu aliye hai, na Bwana atamleta aliye wa kweli. Rapa shakari masiki. Wewe unaweza ukaniona huyu jamaa leo anatuhubiri nini? Wewe nisikilize. Maisha ya ndoa ni marefu kuliko ulivyoishi kuwa single. Na ulikuwa huru sana. Ukiingia huku pakakubana, utaona huko gereza la Ukonga. Ogopa kifungo cha nafsi, bora ufungwe jela mwili. Ndio maana tukiendaga magerezani kuwahubiri, huwa tunawahubiri uhuru, wawe na uhuru wa moyoni. Ukiwa na amani ya kutosha, hata kama umefungiwa ndani ya chumba, kuna tumaini unalo kwamba hata kama niko hapa, ipo siku nitamwona Bwana. Lakini ogopa kifungo cha rohoni. Huna matumaini ya kumwona Bwana, huna matumaini ya kuiona kesho yako.
utanielewa, ila wanaopitia changamoto wananielewa. Wewe endelea kujitia kichwa kigumu hivyo hivyo. Ananipenda, mnapigana, mnanunuliana mikate, mnatumiana bando, endeleeni. Wewe mwambie nimeambiwa. Wewe grupu gani ulishamwambia? Alishasema mwambie na mimi ni sasa nimepatikana na ugonjwa wa sikoseli. Mungu hata uleta juu yako, si anajua lengo lako ni nini? Unataka kupima, huyu mwamba ananipenda kweli? Kweli ni kutoka kwa Bwana au mpita njia? Wewe unacheka. Mungu anasema wewe ulifanya. Muulize mke wangu, siku moja alilia. Nimwambia mimi na wewe tuishie hapa, yameisha. Upati? Anajua ilivyokuwa. Alafu mwamba nikageuza gia siku ya ngapi huko mbele, ndio nikamwambia nilikuwa nakutania. Nilikuwa natikisa kwanza nione, au kwa sababu tu ameona. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza hadi wa 5 hadi wa 6. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yeye ananiongoza katika majani mabichi, na kando ya maji ya utulivu hunilaza. Mstari ule wa 4, Biblia inasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lake na fimbo lake vyanifariji. Nisikilize, Daudi anatambua, anajua Bwana ni mchungaji wake na hakupungukiwa na kitu, lakini anajua kuna nyakati pia, hata ukiwa mteule, kuna nyakati unapita nyakati za mauti, uelewi. Unaweza ikawa ni biashara, ikawa ni ndoa, ikawa ni afya, uelewi, ikawa ni watoto wakakukataa, ikawa ni ndugu wakakukataa, ikawa ni kanisa. Kuna muda unaimba hapa watu wanakukataa, huyu naye anaimba siri sauti wakakukataa. Lakini nataka nikwambie, katika yote hayo Bwana akiwa upande wako, yeye atakufariji na atakutokea, na wema na fadhili zake zitaambatana na wewe daima, katika jina la Yesu aliye hai. Rama shike. Wewe anza tu hicho ulichokianza. Mara nyingi tunakatishwa tamaa kwenye mwanzo wa kitu. Nilipoianza safari, nilipoonyesha mafanikio. Saa hizi unataka kuolewa, unataka kuoa, tunakuhamasisha Festus, oa. Ukishafika hatua sasa nataka mje kwenye kamati, tunaanza we naye mwezi wa ngapi huu? Anainuka mzee wako kule, bwana nani unaoaje kipindi hiki? Ndivyo wanadamu walivyo, ndivyo dunia ilivyo. Lakini katika yote usiogope, mtazame Bwana, atakutokea. Hata kama wamekukatia tamaa, wamesema ugonjwa utakuua, wewe jitie nguvu, sema kuna tumaini kwa mtu uliokatwa. Kwa harufu ya maji utachipuka tena, nami nakutabiria katika jina la Yesu aliye hai, kwa neno lake, hiyo hali ya kufa iliyoinuka kwenye maisha yako ikachipuke tena. Utachipuka tena. Nisikilize, usikate tamaa. Yaani haiishi mpaka umeondoka, yaani mpaka uingie kabrini, umerudisha jezi, ndio useme hapa kweli hiki sikukipata nikiwa duniani. Na sababu wewe unaijua, sio hivi, yaani lasi zinaenda kupigwa, na ukijua refa ni wa kwako, ushindi lazima upate. Ondoa hofu kwenye hiyo vitu unaopitia. Wewe muamini Bwana na yeye atakutokea. Hata kama umeumwa kwa muda mrefu, wewe amini, ipo siku mimi nitapona, nitanyanyuka tena kwa jina la Yesu aliye hai. Unanielewa ninachosema? Sababu ya pili kwa nini tusiogope. Mungu ni mshindi wetu. Mungu ni ushindi wetu. Ayubu sura ya 19:25. Ayubu sura ya 19:25. Hiyo ni sababu ya pili kwa nini tusiogope. Mungu ni ushindi wetu.
Biblia inasema hivi. Umeshafika Frank? Ndio. Soma. Inasema, lakini mimi najua ya kuwa. Ndio, mimi najua. Yani wakikuuliza who are you, lile swali aliuliza, who are you, we nani? Unatubishia. Mizimu inauliza, mizimu ya kwenu, mimi nataka hela, si nini. Kuna mizimu inainuka, we nani? Nataka kufanikiwa, we nani? Wanauliza, wajibu jibu hilo hapo. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Sasa wewe waambie jibu moja tu. Wakikuuliza mimi nataka niwe bilionea, wanakuuliza historia, uko wenu wa Sebabili nani bilionea? Hamna. Sasa unaanzia wapi? Wajibu jibu moja, msiwe na maneno mengi. Nenda huku waambie, najua mtetezi wangu yu hai, ya kwamba atasimama na atanitetea kwenye hili. Umemaliza wewe, amini hivyo, na kweli Mungu atasimama kukutetea. Unanielewa ninachosema? Kuna mtu unajipangia, unasema mimi mwaka huu ninaoa, halafu una hata 100. Mwaka huu ninajenga, halafu una hata hela za tofali. Unajenga unaanzia, una kiwanja, sina, na muamini Bwana atanipa hela. Sawa, naanza kukushangaa. Wewe waambie mtetezi wangu yu hai. Wapendwa, Yesu akiwa yu hai, yote yanawezekana kwake. Yesu yu hai, na kama yu hai akitamka neno linakuwa, mambo yanabadilika. Na Yesu hahitaji siku 100, hahitaji dakika 90 kushinda mechi yetu. Sisi ni sekunde moja, akisema liwe goli linakuwa goli. Mafanikio ya wewe, fuatilia watumishi wa Mungu waliofanikiwa, waulizo ulifanikiwa kwa siku ngapi? Waga ni siku hii tu kanatokea kuna dili moja linatokea, mtu anakula mkataba moja mzuri sana. Kama ni biashara unakuta hivyo tu inatokeaga hivyo, Mungu anakusogeza kwenye neema. Siku hii maisha yako yanabadilika yote. Kwani mlioajiriwa mlipata ajira siku ngapi? Si ilikuwa siku moja? Ndio kuanzia hiyo siku kaanza kula mshahara na maisha yakaanza kubadilika. Wewe hayo mambo, si nimetafuta sana, nimeomba sana, sawa, ila siku ya kujibiwa ni moja, na akisha jibu imetoka. Akisema ndio imetoka. Kwa hiyo usiogope. Nimeona watu wengi wamejaa hofu, na mwaka huu tumeuanza kwa changamoto nyingi. Nimefuatia washirika pia wa hapa, karibu mchungaji, familia yake, karibu tumeanza na machangamoto mengi. Nataka nikwambie mwaka ndo wa neema kubwa. Tumeanza na hizi changamoto, shetani anatikisa kiberiti. Nataka nikwambie huu ndio mwaka, hili kanisa tunaenda kuvuka kwa ushindi. Utaamini. Na hafi mtu. Unasema nini? Hafi mtu. Mzaa atakooa, atarudi, yuko mzima na mwakani yupo hapa tena. Na mimi hata niswi nikaumwa nikakosifi, narudi tena mwakani. Unanielewa ninachosema? Acha hiyo ajali, sio amepata, atapona, atarudi. Kwani amekufa? Kupata ajali sio kufa. Biblia imesema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Mkono tu umevunjika wenzio. Hivyo unajua uvuli wa mauti, mtu yuko ICU anakoroma na Bwana huwa anawatokea, anatoka. Semse usikate tamaa. Ukasema Bwana ametuacha, labda anatuadhibu. Anatokeaga na manabii wengine, Bwana anasema unaona ukutoa juzi fungu la 10 uenda Bwana. Wapendwa, ukipitia changamoto mambo yanakuwa mengi na dhambi zinainuka. Ayubu aliambiwa, au umemtenda Mungu dhambi, hebu jikague huko. Ndio hivyo tena, mambo yakikukuta ndio hivyo, mambo yanakuwa mengi. Sababu ya 3 kwa nini tusikate tamaa. Sisi sio wa kawaida. Yaani unatakiwa utambue wewe sio wa kawaida kama binadamu wengine. Kama ambavyo kuna wanadamu ambao wanatumika na shetani. Wale wachawi unajua sio watu wa kawaida Au unasema ni wenzako? Mtu anaweza kupotea hapo umekaa naye akapotea akatokea Mwanza sasa hivi. Huo ni wa kawaida? Huyo sio wa kawaida, wapendwa. Sasa na sisi sio wa kawaida upande wetu. Unajua kwa nini? Yanapokuja magumu na nini, watu wanakukatia, wewe waambie mimi sio wa kawaida. Hata wewe mwenyewe ukisikia hofu ndani yako unajikatia, jiambie lakini mimi sio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ya andiko hili. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza
Waraka wa kwanza wa Petro tutakuwa tunamaliza hapo. Nitakuwa ninamaliza hapo, tunasimama tuombe Mungu. Ni saa 6:30 sasa inaingia. Bado dakika kadhaa niwe nimemaliza. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Unatakiwa ujijue wewe ni nani uliyeokoka. Unayemtegemea Mungu, kuanzia leo ujijue wewe ni nani. Mtu akikuuliza who are you, mwambie hivi, mimi ni nani? Soma. Inasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Uzao mteule, ukuhani wa kifalme, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, watu wanaomilikiwa na Mungu mwenyewe, mpate kuzitangaza fadhili zake, mpate kuzitangaza fadhili za Bwana, yeye aliyewaita, mtoke gizani, mtoke kwenye dhambi, mkaingie katika nuru yake, mkaingie kwenye wokovu ya ajabu. Hii ya ajabu. Jamani, amina. Unaweza ukafunika Biblia yako na daftari lako. Nisikilize, sisi sio wa kawaida. Kwa hiyo hata mipango yetu sisi tunapoipanga, hatupangi mipango ya kawaida. Inaweza ikaonekana mipango mikubwa kibinadamu. Hata wewe, mimi nikikuonyesha diary mipango nionao mwaka huu, wewe mwenyewe utasema jamani chizi, washaanza akili zishaanza kufyatuka. Mimi mwenyewe nikijikaaga mwenyewe kweli, lakini narudi kwenye maandiko yanasema nini? Nasema naanza kujikatisha tamaa mwenyewe, hofu shindwa kwa jina la Yesu. Namwamini Mungu, amen. Maana anasema mwenye haki ataishi kwa imani, sio kwa kuona. Tunamwamini Mungu atatufanikisha. Atatufanikisha lini, kwa namna gani, yeye anajua, amen. Hatumpangii anatutoaje hapa. Unanielewa nachosema? Sasa anasema sisi ni mzao mteule, ufalme wa kikuhani. Sisi ni watoto wa mfalme na makuhani pamoja na kuhani mkuu Yesu Kristo. Unanielewa nachosema? Kama ni wafalme, manake si ni watawala, tunatawala. Asili yetu Mwanzo, kitabu cha Mwanzo anasema akawaumba akawapa uweza wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi, si ndio? Asili yetu sisi ni watawala. Kwa sisi kumiliki vitu ni haki yetu, ni asili yetu. Kwa hiyo tukiokoka tunarudishwa kwenye asili yetu ya kumiliki na kutawala. Kwa aliyeokoka hakikisha unamiliki kwanza kipande cha ardhi. Ndio kitu cha kwanza alimilikishwa Adamu, ardhi pale Edeni. Amen. Unamiliki, hakikisha unamiliki. Asa usamaki wa bahari utawamiliki kwenye bwawa la jirani. Bahari ya Hindi sio ya kwako, ya serikali. Utamiliki, amen. Kwa hiyo asili yetu ni kumiliki, na ndicho shetani anapigana. Unaona kesi saa hizi zimeongezeka, kesi za mapepo yanayopinga watu kumiliki vitu. Ni kwa sababu asili yetu ni kumiliki na kutawala, amen. Unapambana, sisi ni kumiliki. Anasema sisi ni taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Kama tunamilikiwa na Mungu, maana yake sisi ushindi ni lazima. Shetani atake asitake, wafanye vikao usiku na mchana, yeye aketie juu mbinguni anawacheka, na kicheko chake Yehova ni nguvu zetu sisi. Hilo tunashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Warumi 8:31. Hakuna awezaye kupinga mtu ambaye anatembea na Mungu. Kwa hiyo kwenye kile unachokipitia, kwenye kila unachokiona ni kigumu, nataka nikwambie usiogope. Mwamini Bwana, mwamini Bwana kwamba atakufanikisha na yote yatakuwa sawa. Hata kama unaona kuna hali ya kufa, haitakufa kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai haitakufa, kwa maana Bwana yu pamoja nawe. Naomba usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.